Sasa kilimo ni kizuri lakini nachosha. Sikiliza ndugu, nikwambie. Kuna msemo wanasemaga Waswahili ya kwamba unaweza kupiga ndege mawili kwa jiwe hili moja. Inawezekana. Kama wapo karibu wanapigika. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu nakumbuka, kama sijakosea, kuna clip moja niliwahi kutuma nikiwa shambani napanda zao la matikiti. Kama sijasahau ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 5. Nilirusha clip nikiwa shambani napanda matikiti na shamba lenyewe lilikuwa ndo hili hapa. Na baada ya kupanda matikiti yenyewe ilibidi nibuni mbinu nyingine ambayo ya ziada, kama jinsi unavyopata kuona. Kuna mahindi ambayo nimeongeza kwenye shamba hili kama jinsi ambavyo unapata kuona. Na matikiti yenyewe ambayo niliyoweka kwenye shamba hili ndo kama haya. Ukiangalia hapa unapata kuona matikiti. Haya hapa. Ukirudi hapa kuna matikiti. Haya. Ukienda kule kuna matikiti na tu. Sasa unaweza kufanikisha, kwa sababu kufanikiwa huwa ni plani sana. Unapokuwa ni mbunifu wa asilimia kubwa, unaweza kujikuta umefanikisha kufanya mambo mengi ndani ya msimu mmoja. Hiki ni kilimo cha kiangazi na ni kilimo cha kumwagilia. Ni kilimo cha umwagiliaji. Kama unavyopata kuona kuna mpira unapita pale katikati pale, kuna mpira unakwenda unatembea shambani huko. Ambapo pale mbele kuna pipa, kama uliwahi kuona kwenye clip fulani, ambapo kwenye pipa na stari maji alafu pia unamwagilia moja kwa moja ndani ya shamba hili. Kwa hiyo kama umependa kilimo hiki, unaweza comment hapo chini ukaandika nimeipenda. Na kama umeipenda, maana yake nitakutafuta ili niweze kuonyesha namna gani ya kuweza kufanya ili tuweze kujikwamua na uhitaji. Unajua kwa wakati mwingine unaweza kukutana na uhitaji mengi na unamtaji alafu haujui namna gani ufanye. Kuna watu ambao wamekaa mjini, alafu mjini wana fedha na washinda zile fedha wazizalishe vipi. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya kuzalisha fedha. Unaweza kufanya biashara na pia unaweza kufanya kilimo. Vyote vinawezekana. Tunafanya biashara na pia tunafanya na kilimo. Mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo mahindi yako vizuri na matikiti yako vizuri. Natarajia kutoa matikiti alafu baadaye niweze kutoa mahindi pia. Kwa hiyo kwa habari ya chakula inakuwa haisumbui. Kwa kama umeipenda, wewe comment hapo chini, alafu baadaye nitakucheki ili nikuonyeshe namna ambavyo tunaweza kujikwamua na huu masikini. Asante.